Aisee, unauona uchunguzi? Aisee, mimi mwenyewe nimenyosha mikono. Tumeonyesha kwamba mitandao mingi ya kijamii tunayoitumia kila siku, video fupifupi za TikTok, za Instagram na YouTube, inamaliza uwezo wa akili, inafanya ubongo uweze kuwa goigoi, unaondoa kumbukumbu, unamaliza akili kwa wanafunzi darasani na kufanya ubongo uweze kuwa mbumbumbu, hasa zenye video fupifupi kama vile TikTok. Na nimetumia zaidi ya wiki 2 kufuatilia kwa kina hizo uchunguzi zote. Ni ndefu, ni ngumu kuzisoma, lakini nimesoma zote na nimezielewa, na ndani ya dakika 10 nitakuelezea kila kitu. Aisee, kama ni kijana huko chuo au hata una mtoto ambaye anasoma shule ya msingi, sekondari huko, au kama hautaki kumbukumbu zako zipotee, aisee, hii video ni lazima uiangalie. Katika sehemu ya kwanza nitachambua hizo chunguzi. Sehemu ya pili nitazungumzia matokeo ambayo yalionekana yanakuja sasa baada ya mtu kuangalia video hizo kwa muda mrefu, kitu kinachotokea kwenye ubongo wake. Aisee, hapa ni pa muhimu kweli kweli. Lakini kitu cha tatu nitazungumzia namna njema ya kutumia mitandao ya kijamii iliyoshauriwa na wanasayansi hao ili kuweza kuondoa madhara hayo. Tuanze sehemu ya kwanza. Hapa zipo chunguzi nyingi. Kuna chunguzi hii hapa, hii ambayo iliangalia ubongo na ufanyaji kazi wake. Kuna hii hapa ambayo iliangalia sasa kwa watoto wale wanaosoma, wale adolescents. Lakini pia kuna chunguzi hii kwa vijana na chunguzi mbalimbali kama ambavyo unaweza kuziona hizi hapa 5. Hasa nisikilize kwa makini. Katika chunguzi hizi, hii hapa walichukua watu 60 na kuwapatia waangalie zile video kwa wanavyotaka, waangalie video ambazo wanazipenda wao. Muda wote mtu yuko hapa hapa hapa, na baada ya hapo wakaenda kuwachunguza kwa kina uwezo wao wa akili, utambuzi wao, wakagundua aisee, kuna changamoto kubwa. Tena sivyo hivyo, katika chunguzi hizi hapa nyingine, wanasayansi walichukua kipimo cha EEG, electroencephalogram, na kuwawekea watu kichwani, alafu kupima yale mawimbi ambayo yanazalishwa na ubongo. Sikia, ubongo wako kwa kawaida unapofanya kazi unazalisha mawimbi. Kuna beta waves, lakini pia kuna alpha, lakini pia kuna theta na kuna delta pia waves. Na usijali, nitakueleza kwa kina, utaweza kunielewa. Katika chunguzi hizi ilionekana kwa mtu wa kawaida ambaye hatumii mitandao ya kijamii, 1, na ambaye hatumii mitandao ya kijamii hasa mtandao wa TikTok, 2, kulikuwa kuna utofauti mkubwa katika mawimbi yao. Wakati mwingine mawimbi yake yakiwa yametulia, yule mwingine alikuwa yuko waluwalu, mawimbi yanapiga kwa kasi na kwa haraka kiasi kwamba inamzuia mtu kuweza kuelewa. Lakini pia baada ya hapo wakawapatia baadhi ya vitu vya utambuzi ili waweze kusema ni vitu gani, wakajaribu kuangalia kumbukumbu yao. Na katika sehemu ya pili, haya ndiyo matokeo yaliyoonekana. Sehemu ya pili, watu wengi ambao walikuwa wanatumia mitandao ya kijamii hasa zenye video fupifupi kama vile TikTok na Instagram Reels, zile pap pap pap, ilionekana kabisa waziwazi uwezo wao wa kukaa muda mrefu na kusikiliza kitu umepungua kabisa. Uwezo wa kuconcentrate ulikuwa umepungua. Kwa hiyo mtu hawezi kukaa zaidi ya dakika 10 mpaka 15 kukusikiliza. Na hapa sababu kubwa ni kwamba hii mitandao ya kijamii inakupatia vitu vipya. Ukifanya hivi video mpya, fanya hivi video mpya, kichekesho, umecheka, dopamine, ile homoni ya kufanya usikie raha inamwagwa kwenye ubongo. Kwa hiyo itabidi uweze kuongea haraka. Hata kama ni mzazi unampa maelekezo mtoto wako, ndani ya dakika 1, dakika 2 wewe umemaliza, umeeleweka. Baba naye unaongea sana. Tena ilionekana endapo kama mtu ataongea kwa muda mrefu, ubongo na zile waves za kufocus na kuconcentrate, beta waves zinakuwa chini kabisa, haziwezi kufanya kazi, kwa sababu mtu anakuwa amezoea video fupifupi zile za kupeleka dopamine spike, kukustimulate, kukufanya uweze kusikiliza kwa haraka. Lakini cha pili, ilionekana waziwazi kwamba watu wengi wanaotumia video hizi kwenye lecture za darasani au mafunzo ya darasani, wanafunzi wale shule ya msingi, sekondari, chuo, hawezi kukaa zaidi ya dakika 15 kusikiliza ile lecture. Tena katika uchunguzi huu ilionyesha kwa kina kwamba wale ambao walikuwa wanatumia TikTok sana, muda wao wa kuweza kusikiliza presentation ulikuwa chini ya dakika 15 darasani. Ukizidisha hapo, mara nyingi uwezo wa ubongo unashuka kweli kweli na anakuwa hawezi kuelewa tena. Wewe mwenyewe wafahamu muda mwingine lecture za chuo zilivyo, lecture zinakuwa ndefu kweli kweli, lecture masaa 3, masaa 2, muda mwingine hata vipindi vya darasani vya dakika 45 tu, inakuwa mtu hawezi kusikiliza kabisa
na sio kwamba hataki, hapana. Ubongo unajizima kabisa, kwa sababu ubongo tayari umeshakuwa affected na zile video ambazo zinaongeza dopamine kwa wingi na kuweka msisimko na zile picha za haraka haraka, kiasi kwamba kukaa kumsikiliza mwalimu aliyetulia darasani hivi huwezi kuelewa. Kitu cha tatu kilichoonekana ni kuchoka haraka. Mtu hawezi kuconcentrate kwa muda mrefu, na kidogo tu akisikiliza anachoka na ajisikii raha kabisa. Lakini pia kitu cha nne, uwezo wa kusoma vitabu ulikuwa umepungua, na hata pia uwezo wa kufanya maombi kwa wale Wakristo na Waislamu unakuwa umepungua, na kunakuwa hakuna ladha tena. Na tena jambo la ajabu mimi likanishangaza, ilionekana kwamba wale ambao walijitahidi kukomaa kweli kweli katika maombi au katika kusoma vitabu walifanikiwa, lakini waliripoti kwamba hivi hawakusikia utamu wowote katika kusoma vitabu hivyo au katika maombi hayo. Ilikuwa ni tupu butu, haina ladha kabisa. Na sababu kubwa ni kwa sababu amezoea zile dopamine ambayo unapotumia mitandao ya kijamii video inatoka, nafanya unajisikia vizuri muda wote, unakuwa unaendelea hivi, huwezi kuacha. Na hii ni pointi ya msingi sana, na ndio maana hata mimi vitabu vyote ninavyovitoa vinakuwa vinamwezesha mtu kuweza kusoma. Kwa mfano, cheki hichi kitabu kinachohusu mboga za majani kilivyoandikwa, namna ambayo mtu anaweza kusoma. Lakini vile vitabu ambavyo vimeandikwa kama hivi, vile siku hizi watu hawawezi kusoma tena. Lakini hiyo ni kwa ufupi tu, lakini yako madhara mengine mengi ambayo yalionekana yanakuja mtu anapoangalia hizi video fupi fupi, kuanzia changamoto ya magonjwa ya afya ya akili, ufanyaji kazi, productivity kushuka, msongo wa mawazo na changamoto nyingine. Na ndio sababu baadhi ya nchi nyingine zimeifungia mitandao ya kijamii, hasa ambao ulionekana namba moja kuleta shida, mtandao wa kijamii wa TikTok. Lakini baada ya hapo pia wakachunguza uwezo wa kumbukumbu. Aisee, ni jambo la ajabu, kwa sababu lile kundi ambalo liliweka kwenye kuangalia mitandao ya kijamii hii hasa TikTok, na wale ambao wao hawakuangalia TikTok, walipowekwa pamoja na kukumbushwa vitu walivyovisoma darasani siku 2 za nyuma, ilionekana wazi kwamba wale ambao hawakuangalia mitandao ya kijamii kwa muda mrefu walinyimwa wasiangalie. Kumbukumbu zao zilikuwa ziko vizuri kiasi kwamba waliweza kukumbuka mpaka details, mpaka taarifa ndogo ambayo ilikuwa katika ile presentation. Lakini wale watu ambao walikuwa wako exposed kwenye kuangalia video za TikTok na video fupi zile za YouTube Shorts pamoja na zile Instagram Reels, zile kumbukumbu zao zilikuwa ziko ovyo kabisa. Kumbukumbu zao hazijaweza kuunganika, zimekatika, na anachanganya zile kumbukumbu anazimix pamoja. Lakini aisha, pointi nyingine ni uraibu. Watu ambao wamezoea kutumia zile video fupi kwa muda mrefu wana uraibu sawa na watu wengine wenye uraibu wa sigara, wenye bangi pamoja na cocaine, ambazo na zenyewe zote zinatumia homoni dopamine. Angalia pathway zao hizi hapa. Na hii ni kwa sababu ya masauti yale ambayo yanaenda haraka vu. Muda mwingine mwanga unamulikwa usoni, unaachwa kama hivi. Muda mwingine unamulikwa machoni, hivyo unaachwa. Au muda mwingine video inatoka kwa haraka na nyingine kwa haraka kama hivyo, ambao zote kwa pamoja zinaupumbaza ubongo na kufanya ubongo uwezo wake wa performance unashuka chini kweli kweli. Kwa mtu ambaye anatumia mara kwa mara, madhara ndiyo makubwa zaidi. Nataka nikupatie mfano mzuri. Pata picha, ubongo wako ni kama mwanamuziki. Kwa kadiri ambavyo anafanya mazoezi ya kupiga muziki, ndivyo ambavyo anazoea na anakuwa mtaalamu wa kupiga vizuri. Ndivyo hivyo na ubongo pia. Kwa kadiri ambavyo unakuwa exposed kwenye video hizi fupi shorts za TikTok na Instagram Reels na YouTube Shorts, zinafanya uwezo wa ubongo kuzidi kupungua siku baada ya siku. Sasa kitu gani kifanyike hasa? Katika chunguzi hizi ilionekana yako mambo matatu makubwa ya kuweza kufanyika. Kitu cha kwanza, watu wanatakiwa wa concentrate, waangalie video ndefu, ambao video ndefu ni kuanzia dakika 5 na kupanda juu, ambayo inaweza kukufanya uweze kuelewa jambo, usikilize kwa makini. Hata movie haina shida kabisa, lakini zile video fupi ndio zilionekana zinaathiri ubongo kabisa. Lakini jambo la pili ni kwamba unapoenda kwenye mitandao ya kijamii, nenda ukiwa una jambo unataka uende ukalifanye. Bwana, nimesikia leo Mama Samia kimetokea hichi na hichi, pap unaangalia, ukimaliza unakata. Sio ile unaingia TikTok kutalii, bwana kuna nini leo? Okay. Mastaa wa bongo.
kuna ugomvi wa nani na nani hapa. Ni hatari sana. Lakini jambo jingine la tatu ni kuto kutumia mitandao ya kijamii hii asubuhi unapoamka na unapoenda kulala. Hichi ni kitu cha msingi, natamani nikizungumze kwa kina kwenye video inayofuata. Mimi kama daktari, labda nitoe mawazo yangu. Hii mitandao ya kijamii hatuwezi kuiepuka, haiepukiki. Mimi mwenyewe na mtandao TikTok na mtandao Instagram, japo siitumii sana, siko active kama nilivyo YouTube, lakini ipo na unaweza ukaenda pia. Kuna baadhi ya video waga nina posti kule, lakini ninachoweza kusema ni hichi: kwa kuwa mitandao hii ya kijamii haiepukiki, nilikuwa ninatamani kama inawezekana mtandao wa kijamii wa TikTok serikali uingilie kati, uifungie. Na usione nina roho mbaya, ninasema hivi kwa sababu I am philanthropist. Ninatamani jamii inayokuja mbele iweze kuwa jamii bora kuliko hata sisi. Hasa ninawaza kama mitandao hii ya kijamii sasa hivi tu inaonekana imeanza kuharibu akili za vijana, teenagers mpaka wazee, ninahofia kizazi kijacho kitakuwaje. Angalau tukibakiza mitandao ya kijamii hii ambayo haiko very engaging sana kama YouTube, kama Instagram angalau, lakini mtandao wa TikTok ninapata mashaka sana. Ninadhani serikali mnaweza mkalichukua hili wazo mkalifanyia kazi. Mtandao wa kijamii wa TikTok unaharibu jamii, na usiangalie sasa hivi, angalia miaka ya mbele jamii itakavyokuwa. Katika video inayofuata nitachambua kwa kina namna gani ambavyo ni kosa kubwa kutumia mitandao ya kijamii asubuhi unapoamka na jioni unapoenda kulala, karibu unapoenda kulala. I say subscribe nitakapotoa video hiyo uweze kuiona. It's Dr. Daniel here.